Dunia inapojaja baba, niache niende peke yangu.
kipindi hichi cha neno ili tukapate kujadiliana mengi mimi na wewe mtazamaji wa channel hii, tukapate kunena kuhusu neno la Bwana, kuhusu mtu alikuwa anaitwa. Nataka tuingie katika kipindi cha neno tukapate kuzungumza kwa pamoja kuhusu mtumishi wa Mungu anaitwa. Nataka kunena juu ya watu wengi namba tuna na bila kwa wakati nenda moja kwa moja katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 21. Tunaanza pale mstari wa kwanza. Na maandiko yanasema nini? Nasema hivi: ikawa baada ya hayo, Nabothi Mwisraeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Israeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu, mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Nabothi akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yako, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo nzuri zaidi, au kipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali, nikupe wewe urithi wa baba yangu. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa sababu wewe ni Mungu usiyelinganishwa. Tujua kama matendo kwa maasho maifadhalisa kwa Bwana tumetenda tukakuasi. Naomba Mungu kapari kusemea dhambi na makosa. Ni kwa ajili ya neno hili lako Jehova. Bwana, mimi ni udongo, naomba Yesu kapari kutumia kama chombo ili Bwana tukapate kupeperusha neno hili lako usiku wa leo. Naomba malaika wa neno akanimane nami. Naomba ukuu wako Bwana kuadhirike ili Bwana tukapate kuwafikia wengi. Uliniambia kwamba my Father hautapata kuniacha peke yangu, hautapata kuniacha kama mtoto yatima, bali Mungu wa mbinguni utanipa Roho wako Mtakatifu ambaye atakuwa mwalimu, ambaye atakuwa kiongozi. Ule ambako nitalemewa Bwana akapata kunifunza, ule ambako nitashindwa Bwana akapata kunionyesha njia. Sasa na mhitaji wako Mtakatifu ili akapate kunifungulia milango, ili Bwana katangulie akapate kunena na kongamano hili ambalo nao nitazama Jehova. Bwana, neno lako likawe ni njundo livunjao miamba, neno lako likawe Bwana ni upanga unaokata kuli Jehova Mungu wa mbinguni. Baba yangu, neno lako likapate kuturekebisha, neno lako likapate kuleta umoja, neno lako likaleta amani katika nyumba ya mtumishi wako, katika nyumba ya watumishi hao. Mungu wa mbinguni ukatende kiama. Neno hili lako Bwana likaponye mioyo ya wengi kule ambako waliolemewa, wale ambao waliona ya kwamba hawawezi. Mungu wa mbinguni kupitia neno la siku leo Bwana likapate kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Mtazamaji sema amen. Basi tunaingia katika neno la Mungu kutoka katika kitabu cha First King ama Wafalme wa kwanza. Kifungu chake ni 21 kuanzia mstari wa kwanza. Nataka kunena juu ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Nabothi na mfalme Ahabu na mke wake Yezebeli. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha First King 21 mstari wa kwanza kuteremka, Nabothi alikuwa na shamba lake la mizabibu. Shamba lilikuwa nzuri sana kama lile lako wewe umepanda mtazamaji, na mahindi na dengu. Lilikuwa nzuri sana. Ukitazama kama wakati kama na huu wa mvua mingi, ukipenya katika shamba utaona penye mazao yamenawiri. Vivyo hivyo ndivyo ilikuwa wakati huo. Nabothi alikuwa na shamba nzuri sana. Sasa maandiko yanasema ya kwamba mahali ambapo alipokuwa na lili shamba alikuwa karibu na nyumba ya kifalme ya mfalme Ahabu wa Samaria. Sasa ina maana kwamba wakati mfalme alipokuwa anajibarizi pale katika ukumbi wake, hapa chini alikuwa anatazama lile shamba la Nabothi. So
shamba la Naboth lilikuwa limenawiri, lilikuwa limezaa, lilikuwa na mizabibu. Lakini ajabu ni kwamba mfalme akalipenda, mfalme Ahab akalitamani, mfalme Ahab akamonea wivu, akalitamani lile shamba. Na ndiposa akaondoka na kaenda kukutana na Naboth, akapata kusema sana na yeye juu ya lile shamba. Akamwambia Naboth, na kuomba, naona lile shamba lako ni nzuri sana na limenawiri sana kabisa, lakini kuna kitu moja ninakuomba, ukanipe lile shamba lako nikalifanye shamba langu la mboga. Maana kwamba utakaponipa lile shamba, nitang'oa lile mizabibu ambao umepanda, nikapate kupanda mboga yangu, nione kama inaweza nawiri kama hiyo. Akamwambia kwamba nitakupa pesa taslim, na kama hautataka nitakuexchangia ama nitakutafutia mahali pengine pazuri kuliko hapa, mradi upate kuacha lile shamba. Lakini Naboth alimwambia mfalme hivi, haiwezekani mfalme, kwamba lile shamba niliyoachiwa na wazazi wangu nikapata kukupa. Urithi wangu mfalme siwezi kukupa. Na sababu ni mfalme alipojibishana na Naboth. Kumbuka kwamba Naboth ni mtu wa kawaida. Alipojibishana naye alipata kukasirika, sababu alitamani ama alijua, alinuia kuona kwamba sababu yeye ndiye mfalme, atakaponena kuhusu lile shamba na kumwakishanjia na mahali pengine pazuri au pesa taslim, huyu mtu wa Mungu atapata ukubali na kupata kumpea lile shamba. Lakini maneno yake yote yaliangukia patupu. Naboth akapata kukataa. Haleluya. Naboth akamwambia kwamba haitawezekana kama mfalme nikapate kupatia urithi nilioachiwa na wazazi wangu. Kwa hivyo kayo yote ukapate kusahau. Walipojibishana naye alipata kukasirika na akapata kurudi kule ndani kwa nyumba. Alipoingia katika ukumbini mwake, alipata mke wake Yezebeli. Alipompata juu ya ile hasira alipokuwa nayo, alipita moja kwa moja mpaka chumba chake cha kulala. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, alipopenya kule katika chumba cha kulala, mke wake Yezebeli alipomwangalia jinsi alivyoingia na jinsi alivyokuwa anaondoka na vile ambavyo sasa anaingia, aliona mabadiliko makubwa. Na ndiposha akapata kumfuata kule ndani kwa chumba ya kulala, akamuuliza, "Je, mume wangu, kumekuaje? Umeondoka hapa ukiwa mzima, lakini naona sasa umeingia ukiwa menuna. Kwani kumeendaje? Nani ametawala Israeli, sio wewe?" Mfalme akamwambia kwamba, "Nimekutana na Naboth Mwisraeli na nikanena naye kuhusu lile shamba lake liko karibu na nyumba yetu ya kifalme, akapata kuniuzia lile shamba, la sivyo nikapata kumpea pesa taslim, la sivyo nikapata kumbadilishia na kumpea mahali pengine, na mimi lile shamba nikapate kulifanya kuwa shamba langu la mboga." Haleluya. Lakini huyu Myezreeli Naboth amekataa. Mke wake alicheka sana, akamuuliza, "Mzee, nani ametawala Israeli? Si ni wewe?" Hiyo tu ndiyo imefanya ukapate kuasirika. Akamwambia, "Mzee, toka kwa chumba cha kulala, kuja nikupakulie chakula ukule. Lilo shamba unaolitaka mimi mwenyewe nitakupa mimi mke wako." Haleluya. Na mzee akaondoka kwa kitanda pale na akanja, akakaa, akapakulia chakula na akala. Na ndiposa sasa Yezebeli akaanza kupanga mipango juu ya kulichukua lile shamba la Naboth bila malipo yoyote ama bila fidia yoyote ile. Maandiko yanasema hivi, alienda akaandika barua na akaipiga muhuri wa kifalme na ikapelekwa kwa wazee mashuhuri wa pale Naboth alipokuwa anaishi. Maandiko yanasema hivi, basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahab, akasitia muhuri yake, akasipeleka zile nyaraka kwa wazee
na watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Naboth. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Naboth juu mbele ya watu, mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kushuhudia kunena, amemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje, mkampige kwa mawe ili afe. Ndugu mtazamaji, mkewe ama Yezebeli, mke wa Ahabu, alipanga njama ya kulichukua lile shamba la Naboth bila malipo yoyote ama bila fidia yoyote. Na ndiposa aliingia kwa ofisi ya kifalme na akapata kuandika nyaraka au barua, na akachukua muhuri wa kifalme akazipiga zile nyaraka ama barua, na akazipeleka kwa wazee ama watu wakubwa ambao walikuwa wanaishi katika mji ule Naboth alimokuwa anaishi. Wakazipeleka kule na wakawaambia hivi, fanyeni hivi, tengenezeni mikutano na mseme siku fulani kutakuweko na mkutano, na watu wote watangaziwe kwamba hiyo siku kutakuwa na mkutano mkubwa. Pigeni mbiu na mkaambie watu kwamba kunayo baraza kubwa ambayo itakuweko ama mkutano mkubwa utakuweko mahala fulani. Na mtakapofanya vile, mchukueni Nabothi mkamweke kwenye viti vya mbele, akapate ukapale. Na mshamaliza hayo, tafuteni walaghai wawili ambao watakayenenda kumshtaki. Watu watakapokuwa wamejaa kada ama watakuwa wamefurika katika lile kongamano, sasa kuinuke walaghai wawili wapate kumshtaki Naboth. Waseme nini? Kwamba Naboth amemtukana Mungu na amemtukana mfalme. Wakati ule kumtukana Mungu ama kumtukana mfalme, ndawa yake au malipo yake ilikuwa ni kupigwa na mawe na kuuawa. So ilikuwa ni jama ili Naboth akapate kuuawa, ili shamba lake likapate kuchukuliwa bila fidia. Na hivyo ndivyo hata katika maisha ya watu wengi yalivyo. Wengi hata wale wakitiko kule katika magereza, sio wengi walio kule ni kwa sababu waliotenda makosa. Kuna wengi wako kule katika aina ama jera aina tofauti za nchi ama ulimwenguni kote, walipata kufahamiwa ili wakapate kunyang'anywa mali zao. Walipata kuwekwa kule ili wakapate kunyang'anywa mali zao. Wengine wamewekwa hata kwa makaburi ili wakapate kunyang'anywa mali zao. Wengine wako katika kamiti wamewekwa ili wakapate kunyang'anywa mali zao. Kama vile huyu mwanamke alipofanya juu ya Naboth Mwisraeli. Alipojaribu lolote likashindikana, sababu alijaribu kuongea na yeye ili akapate kulishukua lile, akapate kumchanganya kile, akapate kulichukua lile shamba. Lakini Naboth ni nani? Alipata kukataa. Akatafuta mbinu ingine ya kulitaka kulichukua lile shamba. Hao ndiposa alitafuta walaghai. So hii ni chama ambayo iliyokaliwa chini na watu wawili. Wa kwanza alikuwa ni mke wake mfalme, aliyeendenda akaandika barua, ndiposa akapata kukutana na hao wazee, watu wa mtu wa pili. Tena mtu wa tatu alikuwa ni wale walaghai wawili ambao walionenewa wakaambiwa kwamba wakaje wakapate kushtaki uongo. Haleluya. Ili wakapate kumwekelea Naboth ya kwamba amemtukana Mungu na amemtukana mfalme. Hivyo ndivyo ilivyotendeka. Walimchukua, walipomaliza kupanga kila kitu, wakamchukua Naboth na wakamweka mbele ya zile viti za mbele. Hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba ukiona Naboth amewekwa hapa mbele na yeye ndiye neighbor wa mfalme, ina maana kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya mfalme na Naboth, sababu ni jirani. Wakati utakaona mambo yamechacha sana, ukapate kujuliza. When the deal is so good, think twice. Hakupata kujua kwamba ilikuwa ni mwisho wake wa kuishi, sababu jama ilikuwa imepangwa na ikamalizwa kila kitu. Jinsi ambavyo wamepanga karata yako na jinsi ambavyo watakuja kumaliza, ili wakapate kuchukua mali yako, ili wakapate kuangamiza huduma yako, ili wakapate kumaliza kazi yako,
jinsi ambavyo mmepanga, jinsi ya kumaliza ndoto zako, vile ambavyo mmepanga na wakapanga karata, jinsi ambavyo utapata kumaliza masomo yako. Haleluya. Hivyo ndivyo alimomfanyia Naboth, lakini Naboth akakosa kujua. Walipopanga kila kitu na kumalika, waliweka viti za heshima na wakamweka Naboth pale, na watu na kongamano likawa limejaa. Ndipo sasa walagai wawili waliokuwa wamelipwa kama vile wanavyofanya hata siku ya leo, wanaowalipa walagai, wanaowalipa hata watumishi ili wakapate kushuhudia uongo, wanaowalipa hata manabii ili wakapate kutoa huduma zisizo za kweli, wanaowalipa hata manabii wakaja kutoa watumishi katika madhabahu. Haleluya. Wakalipwa hata wakapata kutoa huduma zisizo za kweli. Hivyo ndivyo walivyofanya, wakalipwa walagai wawili ili wakapate kumshtaki Naboth ya kwamba amemtukana Mungu na amemtukana mfalme. Haleluya. Na walipoinuka walisema ya kwamba huyu mtu aliye mbele yenu amemtukana mfalme na akamtukana Mungu. Ndipo sasa wakamchukua na kumpeleka nje na kumpiga kwa mawe na kumuua. Haleluya. Walipomaliza yale, sababu ilikuwa ni karata, ilikuwa imechezwa. Wajua, wakati utakapoona mambo yanachacha, jua kwamba kila jambo linalotendeka huanza na mtu mmoja, na huyu mtu mmoja ukaa chini na kufikiria, je, huyu mtumishi nitambalisha namna gani? Huyu nabii nitambalisha namna gani? Huyu mwimbaji nitambalisha namna gani? Nitamkomesha namna gani? Yeye mwenyewe anaanza na anaondoka, anatafuta mtu wa pili ili wakapate kushirikiana, sababu yeye anayeunda sio yeye yule anayetenda. Haleluya. Wale wanaokupiga vita sio wale ambao walioanzisha vita ukaa pembeni na kushuhudia, sababu wamepeana kibarua ili kapate kutendeka. Naongea na nyinyi ambao mliolemewa, naongea na nyinyi ambao mliopigwa vita. Haleluya. Naongea na nyinyi ambao ndoto zenu zilionyakuliwa. Wale ambao waliopiga vita sio wale wanaowapiga. Kuna wale ambao wameketi kule mpaka bencha wakiangalia kazi waliosipeana zikapate kutendeka, na zinapomalizika kutendeka wanarudishiwa ripoti na malipo wanapata kuyatoa. Hiyo ni kazi inayotolewa na mtu ambaye anayekujua zaidi. Haleluya. Na mtu ambaye mnayepishana kwa sababu ya jambo fulani. Hivyo ndivyo ilivyotendeka. Walipomaliza kutenda yale na kushuhudia uongo, walimuua Naboth. Haleluya. Na walipomaliza yale, walimpelekea mwenye contract habari kwamba kazi uliokuwa umetupea imeisha. Na hivyo ndivyo ambavyo ilivyo hata siku ya leo. Haleluya. Mnapopewa contract ya kwenda kumaliza watumishi wa Mungu, nyinyi mnapopewa contract ya kwenda kumaliza huduma za watu wa Mungu, chuma chenu chimotoni. Nyinyi mnapopewa contract, mnaandikiwa barua jinsi ambavyo mtakaenenda kufanya ili huyu mtu aonekane kwamba ni mwenye dhambi, ili mtu aonekane kwamba ametenda makosa, na mnajua kweli yale mnaotenda ni kulipwa, mmelipwa. Chuma chenye kimotoni. Haleluya. Mkapate kukoma hii matendo mnayoyatenda. Komeni hii kazi mnayoifanya. Walimtuma na wakapeleka ujumbe, ndio tushamaliza ile kazi ambayo uliokuwa umetupea. Naye Yezebeli akaamka na kwenda kumwambia mume wake, sasa ulikuwa unanuna ni kwa sababu ya shamba la Naboth. Amka sasa uende ukalimiliki lile shamba, sababu Naboth hayuko tena. Naye yule mzee, yule mfalme akaondoka, Ahab akaondoka, akaenda akalimiliki lile shamba. Shamba nzuri sana, akalimiliki lile shamba la Naboth akiwa maiti. Je, sasa huyo ndio mwisho wake? Ndio wametunyang'anya mashamba, ndio wameua ndugu zetu, ndio wameua dada zetu, ndio wameua hata baba zetu, wameua hata wazee wetu. Sasa hiyo ndio mwisho. Kwa nini Mungu umenyamaza haya yote yakitendeka? Kwa nini baba yetu umenyamaza hii mambo yote yakitendeka? Vilio mingi zimesikika hata kule Manjera. Vilio mingi zimesikika hata katika nyumba za mayatima, wakililia haki zao lakini wasipate.
wa kuwafariji. Vilio mingi zimesikika katika nyumba zilizokuwa nyumba ambazo zilikuwa ni kubwa, lakini zimeacha vilio. Ni kwa sababu ya kutaka kunyang'anywa kile ambacho waliotafuta. Sasa ndiyo hii imetendeka. Huu ndio mwisho. Wamekalia mashamba zetu. Huu ndio mwisho. Wamekalia hata mafanikio yetu. Huu ndio mwisho. Kwa nini Mungu amenyamaza? Ni nini kimetendeka mpaka Mungu akanyamaza? Kweli Mungu amenyamaza? Maandiko yanasema hivi pale 17, hata kama yote walioyatenda haya, lakini Mungu akiwa juu mbinguni akalisikia sauti ya mtumishi wake Naboth akimulilia, sababu alipatwa bila kujua na wakapata kumpiga kwa mawe akafa. Lakini nataka upate kuelewa haya. Hata kama walipata kummaliza, kunao sauti ambayo alikuwa anayachilia. Ni kwa sababu ya kuona ukombozi wake. Huenda ikawa akupata mwanadamu wa kumkomboa, lakini kilio chake kipata kumfikia Mungu. Haleluya. Wakati huo huo, neno la Bwana likamjia Elia Mtishbe, likamwambia, we Elia, ondoka, enda mpaka kule Samaria, sababu kunao sauti ninaisikia ikilia, na hiyo sauti ni kama ya mtumishi wangu, na hiyo sauti ni kama ya mwanadamu asiye na hatia, na hiyo sauti ni kama ya mtumishi wangu Naboth. Nenda haraka Elia, uende uone ni nini inaotendeka. Na kama mwanadamu naweza kuwa alitembea polepole, lakini Mungu akazidi na kumwambia Elia, ondoka. Elia, harakisha, sababu kuna sauti inaita. Elia, ondoka, kuna sauti inaitana. Elia, harakisha, kuna sauti inaitana. Na hiyo sauti inaitana, huyo mtu ni kama hapo mahali pambaya. Haleluya. Elia kaondoka. Na alipokuwa anaondoka, Bwana akamwambia, ninaisikia sauti ya mtumishi wangu Naboth akiniita, sababu amepata kufahamiwa ni kwa sababu ya mali yake. Elia, kimbia ukapate kuona ni nini inaotendeka katika ule mji wa Samaria, sababu kunao sauti inaitana. Kunao sauti inaita ambayo sio ya kawaida. Haleluya. Kunao machozi ambayo uweza kamwangia isio ya kawaida. Kunao machozi inamwangika ambayo inanena kitu katika maisha, katika mbele ya uso wangu. Elia, ondoka. Na akaondoka akaenda. Alipofika alimwambia kwamba ndio ile sauti wamepata kutenda yale walionuia kutenda. Na kuna mmoja ambaye amekalia mali ambayo sio yake, ambaye anaitwa Hunt. Haleluya. Nenda mpaka pale Samaria, sababu ninaona mtu ambaye amekalia shamba lisilo lake. Kuna mtu amekalia urithi usio wake. Mwambie hivi, huyu ambaye amelikalia ndio mahali umeua, lakini mahali ambapo mbwa wameramba damu ya Naboth, pia yako wataramba pale. Haleluya. Usiku wa leo nimeingia na neno nikwambie, mahali ambapo waliondamba damu yako, walioramba damu ya watoto wako, hapo Bwana anasema ya kwamba hapo mbwa walipoiramba damu yao, hapo ndipo watakuja kuramba damu yao. Kiti ambacho waliochukua kakeuza wakakalia, walipochukua mafanikio yako wakalikalia, Bwana anasema ya kwamba ni wakati wa urejesho. Maandiko yanasema nini katika kitabu cha Joeli 2:25? Chochote kiliokuliwa na nzinge, parare, matumatu na tunutu, Bwana atakupa urejesho. Ni wakati wa urejesho. Kunao tumaini la mti uliokatwa kushipuka tena. Kunao tumaini la mti uliokatwa kushipuka tena. Haleluya. Yale yote waliotenda na ukaona kwamba yote imeisha. Uende ikawa mahali ambapo umefika unaona kwamba yote imeisha, lakini kunao tumaini la mti uliokatwa ukapata kushipuka tena.
Haleluya. Walioyatenda yale wakiona kwamba yote wamemaliza, lakini kumbe sauti na machozi ya Nabothi ilipanda kumfikia Mwenyezi Mungu, na akatumana ni kwa sababu ya ukombozi wa shamba lake lililokuwa limekaliwa na malagai ama na walagai, na likapata kupewa rejesho. Hivyo ndivyo Bwana atakapotenda usiku wa leo. Chochote chako kiliokuliwa na nzinge, parare, matumatu na tunutu, Bwana atakupa urejesho ndugu yako. Amina. Umefika mwisho? Unapotazama mbele unaona kushindwa? Unapotazama pande unaona kushindwa? Bwana ametumana. Amemtuma mtumishi wake ni kwa sababu ya ukombozi, ili shamba lako liliokaliwa, ili maisha yako yaliyokaliwa ukapate kupata urejesho. Na anasema ya kwamba kile ambacho waliotenda ili wakapate kunyang'anya mali yako, hivyo ndivyo Bwana atakayenenda kutenda kwao. Haleluya. Kama walipata kuwekea maradhi ili ukapate kutumia mali yako ikapate kuisha, Bwana anasema vile vile walivyotenda ndivyo atakavyotenda kwao. The mighty name of Jesus. Walio kutumia manjari ili ukapate kumaliza era zako katika hospitali, ili ukapate kuuza maprodi zako, ili ukapate kuuza shamba lako, ni kwa sababu ya maradhi, ni kwa sababu ya maumivu. Bwana anasema atapata kuondoa huyo aliyekalia mafanikio yako. Haleluya. Na kile ambacho waliokitenda ndicho atakuja kutenda kwao. Hizi vita tunaopigana si za mwili na nyama, ni vita za kiroho. Chochote ambao utendeka katika physical war huanza katika roho, na Mungu ni roho. So whatever happens in the spiritual war, in a physical war, huanza kupangwa katika anga, upangwa katika roho, na Mungu ni roho. Kwa hivyo sauti zote zilizowekwa na zilizoinuka ni kwa sababu ya kulilia shamba hili. Hiyo kilio ilipata kumfikia Mwenyezi Mungu, naye Bwana akapata kutumana. Usiku wa leo Mungu ananena mahali ambapo walioiramba ndamu, umbwa walioiramba ndamu ya Nabothi, ndipo wewe mfalme, ndipo wewe mwenye nguvu, ndipo wewe mwenye pesa, unayeringa na mapesa sana, unayemaliza watumishi wa Mungu ni kwa sababu ya majina makubwa, unayewamaliza walio na huduma ni kwa sababu uko na jina kubwa. Bwana anasema ya kwamba vile vile wewe njia ambayo uliyoitumia kuwamaliza, hivyo ndivyo atafanya kwako. Uliwawekelea, ukaondoa katika vyeo, ukakalia viti zao, hivyo ndivyo utakuja kufanyiwa. Ni maandiko ya Mungu yanasema vile kwamba mahali ambapo umbwa walioiramba damu ya Nabothi watakuja kuiramba yao pale. Mliokuwa na ndoto nzuri sana simenawiri, lakini walipowatazama wakaonea wifu na wakapanga jinsi ya kuziua zile ndoto. Labda ulikuwa na ndoto nzuri sana ya uimbaji, labda ulikuwa na ndoto nzuri sana ya uinjilisti, labda ulikuwa na ndoto nzuri sana ya unabii, labda ulikuwa na ndoto nzuri sana ya masomo, lakini wakakuonea wivu. Yale maisha ambao nao kaa sio yako. Shamba lako nilisha likakaliwa. Bwana anasema hivi, vile ambavyo waliofanya ili wakapare kumbadilishia maisha yako, hivyo ndivyo atakuja kuwafanyia hao. Haleluya. Bwana ametumana ni kwa sababu ya maisha ya wasio na hatia, wale ambao walionyang'anywa mali zao. Thank you, Father. Nimetoka mbali na wewe Mungu, siniache niende peke yangu. Nimetoka mbali na wewe Baba, niache niende peke yangu. Nimetoka mbali na wewe, niache niende peke yangu. Hata
Situwache tuende peke yetu, mawazo yamewalemea. Situwache tuende peke yetu, mawazo yametulemea. Situwache tuende peke yetu. Thank you Jesus. Maandiko Mungu katika kitabu cha Matthew 10:19 inasema hivi, 10:16. Bwana anasema hivi, angalieni mimi nawatuma kama kondoo kwenye mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mambarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nanyi mtashukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayoisema, kwa kuwa si nyinyi mtakaosema, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainuia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokolewa. Lakini watakapo wafukuza katika mji huu, kimbilieni mji mwingine. Mwalimu anasema hivi kwamba Mungu ametutuma kama kondoo kwenye mbwa mwitu. Sisi ni kama kondoo tumetumwa kwenye mbwa mwitu, maana kwamba hata kule tunaishi na walagai, kule tunaishi na makonman, kule tunaishi na waizi, hata katika mazinagogi. Na sababu ya hili jina Yesu, sababu ya hili jina, wengi watatafuta jinsi ya kulikomesha. Maandiko nasema hivi, ndio walifanya yale kwa Naboth, lakini maandiko pia inasema hivi hata leo kwamba Mungu ametutuma kama kondoo kwenye mbwa mwitu. Na hao watu ni kwa ajili ya lili jina watapata kutungulia katika mazinagogi, watatuwekelea mambo, na watakaposhindwa hata huku nje wataingia katika mazinagogi. Maandiko nasema hivi, watatupiga mijeredi. Mijeredi ni nini? Mijeredi ni kule kuwekelewa. Unawekelewa kinjambo kinakuuma, unawekelewa kitu ambayo hata hujawahi fikiria juu yake, unawekelewa makosa, unawekelewa, unatusiwa. Hiyo ndio mijeredi ambao mtakaopigwa kule katika masinagogi, katika mahekalu, katika makanisa ndani. Mtoto atamuinukia baba yake wa kiroho, na wamiri pia atamwekelea, atamtia vidonda, mtacharazwa mijeredi. Na watakapoona ya kwamba au babaishi na ile mijeredi, watakuwekelea makosa. Maandiko yanasema ya kwamba watakupeleka katika mahakama sababu ya makosa fulani ambayo haukupata kuyatenda. Watakuwekelea ni kwa sababu wengi watakuwa wenye nguvu, watakuwa na umati, watakuwa wengi, watakucharaza. Watakaposhindwa na wewe, watakuwekelea na watakupeleka kule mahakamani. Watalipa hata pesa ili ukapate kufungwa, watatoa kitita cha pesa ili ukapate kufungwa, sababu wao watakuwa wando kusema. Wengine watakuwa watu wakubwa. Lakini Bwana anasema hivi, watakaposhindwa na nyenye kule makanisani ama kule masinagogi, kwa masinagogi, watawapeleka kule mahakamani. Na kawaida ukiingia pale, huenda ikawa wao watapata kulipa roya ili akapate kusimama na wewe. Naongea na wewe uliye na makesi kule kotini,
Naongea na wewe ambaye umeshtakiwa, na hata ukijaribu kuangalia kosa ambalo uliolitenda au ulioni. Kwa nini Naboti walimuua? Ni kosa gani alipokuwa anatenda? Alitenda nini ili wakapate kumuua? Hakuna. Nini aliyotenda? Hakuna. Ni matamanio waliotamani shamba lake ili wakapate kumuua. Hivyo ndivyo ametamani mali yako. Hivyo ndivyo ametamani hata nyumba yako. Hivyo ndivyo amekuonea wifu. Na sababu wengi wenye pesa wakapata kuenenda hata kupeana ili ukapate kufungwa. Naongea na wewe ulio katika gereza. Naongea na wewe ambao umepelekwa katika kamiti. Naongea na wewe uko na kesi kule kotini. Na ukijaribu kuangalia kosa ambao uliolitenda ulioni, lakini unaambiwa kwamba umesukuma ndani, umesukuma rumande. Naongea na watu mliowekwa rumande sababu mliokataa kesi ambao si mliowekelewa na mkakataa. Mliosikataa mkawekwa rumande. Haleluya. Nataka kuongea na wewe mahali ulipo. Bwana anasema hivi, ndio watajaribu kwa kila jambo, watashindwa. Lakini watakaposhindwa hata kiushawi, watakaposhindwa hata mauganga, watakaposhindwa hata mapepo, watatumia hela zao ili wakapate kukuhangaisha. Lakini watawatoa hata maukiri ili wakapate kudiri na wewe. Bwana anasema hivi, watakapokupeleka kule mahakamani, usikapate kufikiri la kutenda, ukapate kugeukia Mungu. Ni kwa sababu Mungu anasema hivi, unaye mtu ambaye amemtuma ni kwa sababu ya kesi yako. Unaye mtu ambaye amemtuma ni kwa sababu ya kutetea. Utakapoenda kusimama pale katika ile bench, wewe ambao unaenda kusimama on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na Friday, wewe ambao uko na kesi pale kotini, utakapoenda kusimama pale, ambia Bwana hivi, ulisema ya kwamba kuna mtu ambaye utakayetuma. Nataka Bwana umtume saa hii sababu yale maswali ambayo ninaulizwa hapa Mwenyezi Mungu siwezi. Bwana anasema ya kwamba atamtuma malaika wake ili akapate kusimama na kujibu kila maswali yote ambayo utakuwa unaulizwa. Yeye Roho wa Mungu ndiye atakayetenda yale. Haleluya. Bwana anasema ya kwamba wamekujaribu kwa njia yote wakashindwa. Ndivyo walivyofanya. Akasema ya kwamba watakujaribu, watakupiga mijeledi, watakutukana, watakufungia njia mahali unapita usipite pale sababu ni majirani. Haleluya. Wengi watachoma hata kibanda yako, wengi mambo mingi atakufanyia. Watakutega hata katika marango kule unakopita, watashindwa. Lakini watakaposhindwa, watakuonyesha kwa matendo yao. Watatoa hela, watakufunga. Bwana anasema hivi, usikapate kushtuka. Furahia ni kwa sababu ukombozi wako umefika. Utakaposimama pale katika ile bench, ambia Bwana, sasa ulisema kwa mtumishi wako kwamba umepata kutumana malaika wako ambao uliyosema Bwana utapata kumtuma ili akapate kumtetea huyo malaika. Bwana na mdaisha katika benchi hii akanene na hawa, ni kwa sababu mimi siwawezi. Na hakika Bwana anatenda. Haleluya. Wakati Herode alipowaua ndugu hawa na akaona imewafurahisha sana Wayahudi, alimkamata Petero na akamweka kizimbani na akafungwa minyororo. Usiku huo, asubuhi yake walikuwa anangonjea kumtundika juu ya mti akamalize amue. Lakini Bwana usiku huo, maandiko yanasema ya kwamba Mungu alipata kumtuma malaika, naye malaika akamtoa katikati ya marango makubwa ya chuma ambayo iliyokuwa imefungwa. Haleluya. Na kulikuweko na security ambayo alikuwa amewekewa, lakini malaika wa Mungu alipata kumwondoa pale. Hata wewe utaondolewa hapo kizibani. Hata wewe unaondoka katika vifungo ambao waliokutega. Hata wewe utaondolewa katika hizo vifungo. In Jesus name. Bwana anasema ya kwamba atatumana ni kwa sababu yako, na kunaye mtu atakayenenda kusimama ni kwa sababu yako, na atajibu chochote ambacho watakao kuuliza. Maswali yote watakao kuuliza, chochote ambao watakuwa wamekushtaki nacho, Bwana ataenenda kumaliza hayo. Ni Mungu mwenyewe amenena. Haleluya.
ujumbe huu ukawafikie nyinyi nyote ambao mliolemewa, nyinyi nyote mnaouliza tufanye nini ama nitende nini. Sababu unapotazama mbele na nyuma unaona kushindwa, lakini kunaye msaidizi ambaye yuko nyuma yako, ambaye ni Roho wa Mungu, na anatuma kwako leo in Jesus name. The Spirit of the Lord analeta ukombozi kwako. Waliosema ya kwamba yote yameisha watashangaa, ni kwa sababu uko na kazi ya kutenda. You have a lot of work to do. Usitishwe na makano ya simba, usitishwe na makano ya wachawi. Amka uangaze. Kwa sababu nuru yako imekuja. Asante. Mungu wa huruma mbariki na watendee mema na wainue na akawatetee jambo lolote lile, yale ambayo mnaopitia mkona kwamba yamewalemea. Bwana yuko na atapata kwa kumbuka kila jambo. Tumbe Bwana mahitaji yetu yote, na kule ambako utakaotazama kwa macho ya mwili na nyama tuone kushindwa, kumbuka hapo ndio mwanzo wa Mungu kuanza. Kulikuweko wengi walipita mateso, walipitia magumu kuliko hata wewe, lakini wote walipata ushindi mikononi mwao. Hata wewe ushindi u mikononi mwako. Usikatishwe na nguvu za uchawi, usikapate kutishwa na nguvu za uganga. Sijui alitenda nini, sijui alinifanyia nini, sijui nani alitumwa akafanya hii katika maisha yangu, sijui huyu amekalia shamba langu, sijui huyu ndiye anaturoganga. Bwana anasema hivi, yeye atapigana na kiumbe ambacho ameumba. Mchawi ni kiumbe, mganga ni kiumbe, mfunga majini ni kiumbe, hao wote ni viumbe. Hata shetani mwenyewe ni kiumbe. Naye amesema atabishana, atapigana na kiumbe ambacho ameumba. Wanaokutisha kuambia sijui atakufanyia nini, hao ni waongo. Azuti yake ngani, wanajidanganya wenyewe. Usitishwe na mtu, usitishwe na ndimi za watu wanaojibandika majina, ati mganga, ati mnabii, ati nani. Wacheni kutishwa na watu. Jueni kwamba Mungu mlio naye ni mkubwa kuliko hiyo miungu yao mnaosikia wako nayo. Yule Mungu ambaye mko naye ni mkubwa. Wacheni kutishwa na Mungu ambaye amujui. Ni Mungu wa baharini, ni Mungu wa ngungani, ni ngaisi ya ngungani kana ni ngaisi hapa. Ekiko telemone ngai. Mungu ati huyu mtu anaabudu hii, anaabudu hii. Wewe uko na Mungu mkubwa. Your God is more powerful than her or his. Tuache kutishwa na makano ya simba. Alino mabwe mako namba buku kiwoke kozwanda azuti mazoni. Haleluya. Ajeni kutishwa na wanadamu. Kama huyo mtu anatembea na mingu mbili na wewe unatembea na mbili, ama huyo mchawi anakutisha anatembea na mingu nne kama punda, anatembea na mingu nne, hata ukamata na hii nyingine itakupiga. Ako na mbili na wako na mbili. Fungukeni macho na tutazame mbele.
Vita ziko mingi zimeandaliwa ni kwa sababu ya maisha yetu, ili tukapate kupigwa, ili tukanyang'anywe mali zetu. Lakini mjue ya kwamba the Lord of God, the Lord of Lords ako ni kwa sababu ya kutetea maisha yetu. So tusikapate kuhofia, ni kwa sababu ametumana, ni kwa sababu ya maisha yetu. Mungu abariki na akapate kuinua. Asanteni.